ndani yetu ya kutawala, amen. Aliweka ndani mbegu yake ya kutawala, kwamba tumfanye mwanadamu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, wakatawale. Kumbe sisi sio kutawaliwa na nguvu za giza, sio kutawaliwa na ufalme wa giza. Mungu ametuweka kwa lengo la kutawala, kwa lengo la kumiliki. Ndio maana maandiko yamesema, ule mstari wa 2, panua mahali pa hema yako, maana yake lazima niongezeke. Alipokuwa jana, nisikae hapo tena, lazima nipige hatua moja, niongeze step. Haleluya, haleluya. Ni pale nitakapojua ile mamlaka ambayo Mungu ameipanda ndani yangu, wakati ananiweka, wakati ananiumba, liko jambo ambalo limetoka ndani yangu. Haleluya. Watu wa Mungu, naomba tuende kwenye somo kutawala, nguvu ya kumiliki, nguvu ya kutawala. Bega tuzungumze hivyo, angalia Mwanzo 1:26. Nguvu ya kutawala. Tutaweza kupanua maeneo yetu kama tutaitambua hii nguvu ya kumiliki, hii nguvu ya kutawala. Sikiliza, habari ya kumilikiwa na giza lazima tukatae, kwa sababu sisi tumepewa nafasi ya kumiliki, ya kutawala vyote, ikiwemo na fedha. Haleluya, haleluya. Inasemaje Genesis 1:26? Siyapata msomaji kumbe. Nisome. Mungu akasemaje? Na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale. Ninachokitafuta ni neno kutawala. Nishatu hapo, wakatawale. Mungu ataiweka sura yake kwetu kwa lengo la kwenda kutawala, kwa lengo la kwenda kumiliki, sio kumilikiwa, kwa lengo la kutawala. Pokea neema ya kutawala kwa jina la Yesu. Pokea neema ya kuongeza kwa jina la Yesu. Haleluya. Na tumfanye mtu kwa sura yetu, kwa mfano wetu, wakatawale, wakatawale. Ndani yangu kuna nguvu ya utawala, kuna nguvu ya kumiliki. Lazima nguvu za giza zisiamuru kuachia baraka zangu, ziachie uzao wetu, ziachie kazi zetu, ziachie huduma. Ndani yangu mimi ni mtawala, mimi ni mtawala. Haleluya. Tumfanye mtu kwa mfano wa Mungu. Haleluya. Tukifika mahala lazima giza liondoke. Sio wachawi watawale maeneo, hapana. Ndani yetu kuna mamlaka, kuna power ndani yetu ya kutawala, ya kutawala. Sikiliza mtu wa Mungu, kazi ya shetani ni kutumiliki ili atese.